anamjua mwanamke? Samani, unasema? Namaanisha hivi, Sengo ameshawahi kukutana kimwili na mwanamke. Huyu ni nani anamtaka Sengo? Wewe ni nani? Na Sengo wa kazi gani? Sengo hayupo. Sengo hayupo, ametoka. Lakini pia Sengo hajawahi kabisa. Yaani yule ni mtoto mdogo, ajui hata wanawake. Kitu kingine, Sengo ni kama malaika tu wa Mungu, ajui chochote. Tafadhali naomba usimuue. Leo atakuwa huru. Wewe unajielewa wewe? Wewe una akili timamu wewe, hivi kweli wewe unajielewaga? Mbona unapenda kukurupuka wewe? Haya, wewe una uhakika gani kama Sengo hajawahi? Au unakurupuka tu? Hivi wewe unajua yule mdada amemaanisha nini wewe? Wewe unajua? Alafu mimi nakupa ishara, wewe hata uelewi. Unajua balala yule dada wewe? Unajua balala lake? Sasa kwa taarifa yako, yule kaka yule aliyesumbuliwa na kifafa siku ile mpaka akafariki dunia, akakata moto mbele ya kina Jose, basi alosababisha ni huyu dada huyu. Sasa wewe nengeneka, eti unamfokea kabisa. Mume wangu, vipi kama anaua wanaume waliowahi? Labda pengine na kisasi nao. Mume wangu, hata wewe pia unatakiwa uwe makini jamani. Yaani na utu uzima wangu wote na umri huu unavyoniona mpaka leo na ndevu hizi, sijawahi kumuona jini live. Ndio mara ya kwanza. Au mke wangu anatuektia yule, asije kawa anatuektia ili atimize lengo lilomleta. Lengo gani? Mambo ya kitapeli mke wangu, mambo ya utapeli. Mji sasa hivi umekuwa wa moto. Watu wanajua kuzisaka hizi chambi, pesa, sapampa na wanazipa majina kibao. Lengo tu wajifaharishe. Sasa kama yule amekuja hapa mtaani kwa ajili ya mambo ya utapeli, alafu anatutishatisha kututia sisi hofu watu wazima na ndevu zetu, kumbe ni tapeli wa kutupa. Huyo tutamnyoosha, tutamkomesha. Mwache. Usikae hapo familia. Maana jana Mudi amefia mbele yetu. Acha masiala, Mudi amekufa? Ndiyo. Si yule dada jini. Maana sasa hivi ni kujifungia majumbani. Wanaume tunawindwa. Jamani, nyumba inatembea yenyewe. Jamani, kiukweli hii ni nyumba ya urithi. Lakini toka nianze kuishi hapa, sijawahi kuona hata siku moja haya mauzauza yalotokea. Bwana Mbwela, huu ni ushahidi tosha kwamba yule mwanamke ni jini. Hebu jiulize tu, kwa nini mlango ugome kufunguka usiku mzima uje kufunguka asubuhi? Haya yote 9, 10. Yale makelele yote tuliokuwa tunapiga usiku,
Unataka kuniambia hakuna majirani waliosikia? Hapa penyewe kwako kaka, nilipoomba hifadhi bado sina imani napo, maana nahisi muda wote yule kidudu mtu anaweza kasogea hapa. Unajua hata na mimi hivi vitu vinanishangaza. Hapa sasa nimeshaamini kwa yule mwanamke ni jini kweli. Lakini mimi ninachojiuliza, kwa nini anaua wanaume tu peke yake? Mimi aliniambia kwamba anahitaji mwanaume bikra. Yes wangu. Bikra? Mke wangu, kila siku mimi nakwambia mambo ya kunirudisha nyumbani mapema wakati unajua kabisa kazi yangu mimi ni ngumu kazi yangu huwa sipendi. Sasa naomba unirudishe hapa na uniambie kitu cha maana, kitu cha msingi. Mume wangu, Sengo yuko ndani na yule jini. Sijakusikia vizuri hapo, umeongea lugha gani hapo? Yaani yule jini yuko ndani na Sengo. Yaani sijui anamfanya nini mdogo wangu. Yaani bora wewe mwanaume umekuja uende ndani ukamsaidie. Umepigaje hapo wewe? Unasema nini? Una akili timamu wewe? Jini, ushamtaja jini afu nikasaidie? Wewe usinitege, nitakufurumua. Huyu Sengo kwanza ametoka kituoni. Ametoka kituoni? Ndio. Ngoja njishauri kwanza mke wangu kabla sijafanya maamuzi. Roho yenyewe moja tu. Ndio mimi nimekuelewa. Unakuja hapa jamani, usisogee jamani. Sibaki kule tu. Haupaswi kuniogopa. Wewe kuweza. Kwa hiyo haujai kabisa kukutana na mwanamke kimwili, si ndio? Mimi ukweli kwamba mama Shemeji vipi? Mbona mauzauza tena, kuna nini? Popo bawa au? Sengo. Yaani mimi hapa najisikia kufa tu yani. Hata sielewi. Sasa sema imekuwaje? Nini? Hebu zungumza tukuelewe. Zungumza mambo ya msingi. Mbona unazunguka kona nyingi shemeji? Alafu wewe shemeji una matatizo. Kila siku nakwambia wewe una matatizo. Aliniambia eti ana laana. Na ili laana yake itoke, anahitaji apigwe busu na binadamu. Wow. Na hayo mwanaume ambaye hajakutana na mwanamke kimwili. Sasa anataka kunipiga busu mimi akaniuliza, "Je, nimewahi?" Sasa wewe hapo shemeji umemjibu vipi? Hebu eleza haraka umemjibu vipi shemeji hapo? Kwa hiyo ulivombusu laana yake ilitoka? Alipotaka kunibusu mimi nikamwambia ukweli kwamba nishawahi. Mchana huu vimeripotiwa vifo vya wanaume 3, tena vimetokea mfululizo. Hiyo ni hatari hiyo ndugu yangu. Yaani vifo vyote ni vya aina moja. Mbwela. Au yule mwanamke ni jini? Mimi siwezi kupingana na hilo, kwa sababu usiku wa kuamkia leo Masumbuko alikuja kuomba hifadhi hapa. Na kaka, toka nizaliwe sijawahi kuona miujiza kama ile. Yaani nyumba inatembea. Sasa na serikali haiamini uchawi. Sasa sijui tunafanyeje na sisi ambao tunaamini uchawi upo.
Kwa hivi vifo vilivyotokea, mimi nadhani kuna namna ataongeza umakini. We twende tu. Sawa sawa. Israeli mtwalo mwenyewe ndo yule. Yaani yule mwanamke afai hata kidogo. Hivi ninavyoongea na wewe mpaka sasa kashaua watu hawa 5. 5? Na sio 3? Sio 3 mke wangu. Muda si mrefu ametoka kuua watu hawa 2. Hivyo sasa hivi idadi imeongezeka. Yaani mke wangu yule mwanamke ni nyoka kabisa. Hafai hata kwa kulumangia yule. Kwa nini umenidanganya? Wewe Masumbuko, nimekupatia kazi ya kunitafutia mwanaume ambaye hajawahi kufanya mapenzi na ukanihakikishia Sengo hajawahi. Kumbe amewahi. Mke wangu inamisha sura chini. Atakuua. Wewe mtoto wa nani? Mimi ni mmeo. Nini? Ndiyo, mimi ni mmeo.